Na sasa tunaingia kwenye mada yetu ya siku hii ya leo, ambapo tunakwenda kuzungumzia uchambuzi wa hotuba ya kufunga Baraza la Wawakilishi. Tayari hapa nipo na mgeni wangu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii, ndugu Rashid Mohamed Rashid. Karibu sana Rashid. Asante sana Ali Mwita. Habari za majukumu? Asante na alhamdulillah tunaendelea vizuri. Kazi inaendelea. Jana tulikuwa tuna baraza, shughuli kubwa kabisa, na leo tupo hapa kujaribu kutoa dondoo 2-3 kuhusiana na hotuba ile nzito kabisa ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kulihairisha Baraza la 10 la Wawakilishi la Zanzibar. Sawa. Kile ambacho kilifanyika jana cha badala ya tulitarajia kufungwa baraza, lakini tukaona taarifa ya tofauti kutoka Mheshimiwa Rais kwamba limeongezwa muda mpaka Agosti 13 ama tarehe 13 ya mwezi wa 8. Ni jambo ambalo tulilitarajia ama ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais alitusurprise? Nadhani ilikuwa ni surprise kubwa. Surprise hata naamini wajumbe wenyewe, wajumbe 78 waliokuwemo mle, naamini kwa kiasi kikubwa hawakuwa ambaye anajua, kwa sababu wakati anatangaza mheshimiwa pale, unajua barazani hawapigi makofi, lakini meza zililia sana kiasi ambacho ilibidi Mheshimiwa Rais agande kidogo kwanza kupisha zile furaha, nderemo na vifijo za waheshimiwa wawakilishi na waheshimiwa wajumbe wa baraza kuendelea. Kwa hivyo ilibidi Mheshimiwa Rais agande kwanza kumalizia hotuba yake. Kwa hivyo hakuna aliyetarajia kwa kweli, na ni jambo ambalo ni miongoni mwa hekima na busara za mheshimiwa kuona kwamba wajumbe hawa hawazidishie muda. Naamini ni kwa sababu nzuri na sababu njema za kuweza kuweka baadhi ya mambo sawa, lakini mwenyewe pia ametoa sababu katika matayarisho vile vile ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hivyo ni jambo zuri, na naamini waheshimiwa wajumbe watatumia nafasi hii kuweza kuona kwa namna gani wanaweza kuitumia kuendelea, aidha kubakisha tunasemaje, kuhitimisha kile ambacho wamekiacha, kwa sababu nakumbuka juzi mwa tarehe 22 nyuma yake majimbo yote alikuwa shughuli zinaendelea, maana waheshimiwa walikuwa wanajua leo ndio mwisho. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa hajakamilisha ahadi inabidi akamilishe siku ile, maana anajua kesho nitaamka sio mwakilishi. Kwa hivyo ikawa kuna heka nyingi, lakini hata hivyo tunaamini wajumbe baadhi ya ahadi hawajazitekeleza, lakini baadhi ya mambo ambayo wameahidi kwa wananchi na katika majimbo yao watatumia fursa hii kuweza kutumia, na kwamba wakitambua bado ni waheshimiwa wawakilishi kuweza kuona vizuri aidha wanatetea nafasi zao au wanafanya yale ambayo walikusudia kuyafanya katika majimbo yao. Sawa. Mchambuzi, kwa ufupi tukumbushe muundo wa Baraza la Wawakilishi. Ndio, asante sana. Kwamba tunafahamu Baraza la Wawakilishi ni katika mihimili mikuu ya nchi, ambapo kama tunavyofahamu tuna muhimili wa mahakama, tuna serikali na tuna Baraza la Wawakilishi, ambalo baraza letu la wawakilishi lipo chini ya ofisi ya makamu wa pili wa rais, japokuwa ni tunasema ni taasisi inayojitegemea. Kwa hivyo baraza hili tukija kwamba inasema kwamba lina exist, yani lipo pale kisheria hata, lakini vile vile kikatiba. Ukisoma kifungu namba 64 cha katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 inaeleza kwamba lazima kuwepo hichi chombo cha Baraza la Wawakilishi. Na namna gani chombo hichi kipo? Kuna wajumbe. Tunafahamu kwamba Zanzibar sasa hivi tuna majimbo 50. Kwa hivyo kuna wajumbe ambao watatoka kwenye majimbo. Mpaka muda huu tuna majimbo 50 ambayo wale wajumbe wanachaguliwa na wananchi kupitia majimbo husika. Lakini vile vile kuna wajumbe wa kuteuliwa wa rais, ambao Mheshimiwa Rais ana nafasi 10 pale, anaweza kumteua mjumbe yoyote kutoka sehemu yoyote, kwa as long anakizi vile vigezo mbalimbali kuwa ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Lakini pia kuna wajumbe wa viti maalum, kwa sasa ni wanawake, lakini pia kuna spika na mwanasheria mkuu. Kwa hivyo kwa takwimu za fupi ni kwamba kwa hili Baraza la 10 la Wawakilishi, ambalo lilikuwa ni baraza
anza kuanzia mwaka 2020 na mwaka mpaka 2025, ambapo kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais ametangaza kwamba baraza hili litahairika. Maana tayari ameshatoa hotuba ya kuahirisha, lakini litahairika itapofika tarehe 13 Agosti kama tulivyosema, kwamba kulikuwa kuna wajumbe wa kuchaguliwa majimboni 50 kama alivyosema, na walikuwa wanawake ni 8 na wanaume 42. Lakini vile vile kulikuwa kuna wajumbe wa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais 8, ambao hawa walikuwa wanaume 5 na wanawake 3. Lakini kulikuwa kuna wajumbe wa viti maalum 18, hawa wote walikuwa ni wanawake, na spika mwenyewe ambaye si mjumbe anakuwa sio katika wale wawakilishi. Spika anakuwa, watu wengi hawafahamu, spika anakuwa ni mtu wa kawaida, sio katika wawakilishi. Kwa hivyo anakuwa ni mtu wa kawaida ambaye anaomba ule spika, na yeye alikuwa ni mmoja, na mwanasheria mkuu kwa nafasi yake alikuwa ni mmoja. Inafanya jumla ya wajumbe wote wa baraza kuwa 78, na kwa maana katika hao kulikuwa kuna wajumbe 49 wanaume, lakini wajumbe 29 wanawake. Na hii sasa inaonesha kwamba tumepiga hatua kubwa tofauti na huko tulipotoka, kwa sababu ukiangalia kiasilimia wajumbe wanawake walikuwa 37% ya baraza, pamoja na wajumbe wanaume ni 63. Lakini vile vile kama mnavyofahamu, serikali yetu inaendeshwa kwa mfumo wa vyama vingi, na vile vile ili baraza lilikuwa lina wajumbe kutoka vyama mbalimbali, tukianzia na kwamba kulikuwa kuna wajumbe 50 kama tulivyosema, lakini katika hao kulikuwa kuna wajumbe 46 kutoka Chama cha Mapinduzi yani CCM, lakini kulikuwa kuna wajumbe 4 kutoka chama cha ACT Wazalendo. Sasa hawa ni wale wajumbe 50 ambao tumesema kwa mujibu wa majimbo, lakini vile vile kuna wajumbe wa kuteuliwa na rais ambao tulisema 8. Hawa walitoka 5 kutoka CCM, lakini walitoka mmoja kutoka TADEA, na wajumbe 2 kutoka chama cha ACT Wazalendo. Na vile vile wajumbe wa kuteuliwa, yani wajumbe wa viti maalum wanawake walikuwa 18, ambao wote ni kutoka CCM, lakini na spika ambaye alitoka CCM. Jumla ya wajumbe wote tunasema kulikuwa kuna wajumbe CCM walikuwa na wajumbe 70, TADEA walikuwa na mjumbe mmoja, na ACT Wazalendo kulikuwa kuna wajumbe 2 kufanya idadi kuwa 77, pamoja na mwanasheria mkuu kuwa 78. Kwa hivyo kwa ufupi huu ndio muundo uliokuwa wa baraza hili ambalo mheshimiwa jana ametangaza kuliahirisha. Sawa, tukushukuru mchambuzi kwenye muundo. Wakati unazungumzia muundo, umegusia jambo ambalo limefanyika jana, kwamba Mheshimiwa Rais amehutubia hotuba ya kufunga baraza, lakini hakulifunga baraza. Tarehe 13 ndio inatarajiwa kufungwa rasmi kwa baraza ya mwezi wa 8. Tutarajie labda Rais atakuja kuhutubia tena, ama hotuba aliyohutubia jana ndio hotuba ya kuaga itakapofika hii tarehe ile muda tu wa kuahirisha? Ndio, kama alivyosema awali kwamba hii hotuba ambayo ametoa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni hotuba ambayo imejaa vitu vingi sana, lakini naweza kusema kwamba ni hotuba ya kipekee. Naweza kusema jana pale barazani kulikuwa kuna sherehe au sikukuu kwa wajumbe. Si kwa wajumbe tu, lakini kwa nchi kabisa. Mtu yote ambaye alikuwepo pale ataona ile mazingira. Kwanza the way wajumbe walivyovaa, walivyopendeza, sio wajumbe tu, mpaka watendaji wa baraza. Yani utasema hapa leo kuna sikukuu ya aina gani. Kwa hivyo ilikuwa ni sikukuu kubwa. Na kwa nini hivyo? Kwa sababu hii ni siku muhimu sana katika utendaji wa baraza la wawakilishi. Kwa hivyo hatusemi kwamba haitoturejea, naweza kujirejea baada yani Mungu akitujalia tutakopokuwa tunafunga tena baraza la wawakilishi la mwaka 2025. Maana yangu ni hii tarehe 13. Sasa ndo nakuja hapo kwamba ile ndo ilikuwa hotuba ya kufunga. Na kwa nini ipo? Kwa sababu kifungu cha 92 ibara ndogo ya kwanza cha katiba ya Zanzibar kinampa rais yani wajibu au nafasi ya kulivunja baraza pale ambapo unapotimika, kwa sababu unafahamu kwamba wajumbe wanakaa madarakani kwa miaka 5 kwa mujibu wa katiba. Kwa hivyo kifungu hichi kinampa rais uwezo wa kuweza kulifunga baraza. Kwa hivyo hakijataja labda kufunga mara 2, naweza kusema. Kwa hivyo hatolifunga tena, lakini katika hotuba yake kama utamsikiliza alisema kwamba ni baraza hili itapofika tarehe 13 Agosti ndio itakuwa limehairishwa.
kwa maana ile hotuba tayari ameshaitoa kwa mujibu wa katiba, lakini bado na ile hotuba kama alivyosema tayari ameshaitoa na wajumbe wameisikiliza na imeweza kusambaa, na kama tulivyoona ZBC, mashirika mengine ya utangazaji na vyombo vya baraza venyewe, kwa kiasi kikubwa jana hakukuwa na habari nyingine ambayo inaruka hewani zaidi ya hotuba ya Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo tayari hotuba imeshatolewa, na itapofika hiyo tarehe 13 itakuwa tu ni mwisho wa ukomo wa uwakilishi wa wale wajumbe. Sawa. Mchambuzi, kwa yule ambaye jana ilimpita hotuba ya Mheshimiwa Rais, ni shauku ya watu wengi jana kumsikiliza Mheshimiwa Rais nini atakizungumza kwenye hotuba ya kulifunga baraza. Lakini yule ambaye ilimpita hotuba hii, ni ujumbe gani anapaswa kuchukua sasa hivi kama ujumbe mkuu ambao wewe binafsi unaweza kutuambia kwa sasa huu ndio ujumbe wa kuushika kutokana na hotuba ya Mheshimiwa Rais ambao amehutubia jana? Sawa. Katika hotuba yake Mheshimiwa kwanza alianza na shukrani kwa kuweza kuwashukuru wajumbe, lakini vile vile kuwashukuru uongozi mzima wa baraza namna the way walivyoweza kuliendesha baraza na kuweza kulifanikisha kwa sababu kukamilisha miaka 5 si jambo dogo. Tunaamini mengi yametokea, na ndani yake humo kuna wengine wenzetu tumewapoteza, Mungu awalaze mahala pema, lakini wengine wamebakia, na kuna uchaguzi nyingine ndogo zilifanyika. Kwa hivyo si kazi ndogo kuweza kukamilisha ndani ya miaka 5 nusu, nasema nusu decade yani, kuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo Mheshimiwa kwanza aliwashukuru wajumbe kwa kazi nzuri ambayo wameweza kuifanya, lakini vile vile alitoa muhtasari kama vile ilani ya uchaguzi mwaka 2025 ya Chama cha Mapinduzi, ambapo chama tawala kuweza kufanya mambo mbalimbali katika Zanzibar, na kaeleza mambo haya kisekta. Alianza kwa sekta mbalimbali, sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu, sekta ya maji, sekta ya utalii. Yani naweza kusema hakuna sekta ambayo hakuigusa, na katika kila sehemu alikuwa anajaribu kuweka yale ambayo tumeweza kuyafikia kama nchi, maendeleo. Lakini mambo ambayo yameweza, utafahamu kwamba ndani ya kipindi kifupi sana skyrocket, yani tumefanya juhudi kubwa. Kila unapopita unakuta tangia watu wanasema mabati, sasa hivi wameona sasa kama yalikuwa si mabati, yalikuwa ni matayarisho ya yale mambo mazuri. Ujenzi wa masoko, uongezaji wa viwanja vya ndege, kutoka kwamba tulikuwa tunategemea idadi ya watalii 500,000 kwa mwaka mpaka sasa hivi tumekuwa tunafikia watalii 700,000 na kuendelea. Kwa hivyo kila sekta Mheshimiwa amegusa, kuanzia elimu, kuanzia afya kama nilivyosema na nyinginezo. Lakini vile vile hakuacha kushukuru chama chake ambacho kimekuwa kinafanya vizuri, lakini kimetekeleza ile ilani ambayo imepangwa kwa kiasi kikubwa, kwa maana wamefuka malengo. Ukiangalia Wizara ya Elimu, yale idadi ya madarasa waliosema watajenga imevuka kwa kiasi kikubwa. Kila unapopita sasa hivi unakuta mahorofa. Lakini katika masuala ya michezo, kwamba tulikuwa tuna kiwanja chetu cha Amani kimefanyiwa ukarabati mkubwa, na sasa hivi kuna viwanja vya wilaya vinajengwa. Katika sekta ya afya vile vile, kutoka hospitali kwamba hatuna hospitali za wilaya, sasa tuna hospitali kila wilaya 11, lakini na hospitali ya mkoa ambayo imekamilika na inafanya kazi vizuri ya Lumumba. Kwa hivyo siwezi kusema kuna sekta ambayo ameshindwa kuwekwa, na ni muhimu zaidi Mheshimiwa ameweza kusema kwamba anajivunia umoja na amani ambayo tulikuwa nayo, ambalo ni tunu kwetu, na kuona kwamba serikali yetu ya umoja wa kitaifa ndio iliyotufikisha hapa. Na yeye nafikiri katika mambo ya kwanza ambayo aliyatamani katika wakati anaingia madarakani, basi ilikuwa ni kuweza kuhakikisha amani ya nchi yetu inaendelea. Sasa hivi utaona nchi za wenzetu huko, Mungu awasaidie zaidi, Irani na Qatar, na tuna Watanzania ambao wako huko. Tunaona vipi unapokosekana amani watu wanaishi kwa taharuki, watu wana nini. Tunaona wenzetu hapo Gaza na kwingineko, na kwingine sio mbali, majirani zetu hapo Somalia na Kongo. Kwa hivyo tunajivunia, na Mheshimiwa Rais ameahidi kwamba kuendelea kuitunza amani na mshikamano wetu, lakini vile vile umoja wetu wa Kizanzibari, na vile vile na kuweza kuendeleza. Kwa hivyo hotuba nzima ile reflect yale ambayo ameyasema tarehe 11 Novemba mwaka 2020, ambapo alikuwa analifungua baraza, na hakuna kwa kweli
lile ambalo lilikuwa tunaweza tukasema ni changamoto au unfinished business, yani kitu ambacho hakijafanikiwa vizuri. Yale ambayo ameahidi ameyaonesha kwa umaridadi na uweledi kwamba ameyatekeleza, lakini amevuka mipaka, yani ameenda extra mile au tunasema out of box kwamba kuyatekeleza yale yote, na sote ni mashahidi. Nadhani hahitaji darubini wala hahitaji pengine kuwa na jicho la nani yule wanamuita eagle kuweza kuona, kwa sababu kila mtu, hata mtoto mdogo anapopita njiani anaona kwamba hapa kuna maendeleo makubwa yamefanyika. Sawa. Karibuni wajumbe wa Baraza la Wawakilishi walikuwa na mchakato wa kupitisha bajeti, na tukaja kumuona waziri mwenye dhamana ya fedha na mipango akisoma bajeti kwenye mbele ya wajumbe wa baraza hili la wawakilishi. Lakini jana kwa uchache Mheshimiwa Rais alizungumzia pia bajeti hii ya mwaka 2025 2026. Ukiwa kama mchambuzi, bajeti hii unapoiangalia unaona imekidhi mahitaji ya wananchi? Ndiyo, bajeti kwa sababu ni bajeti ambayo hatujawahi kuwa nayo katika miaka yote, na kama utavyoona kwamba miaka ya nyuma hatukuwa na bajeti kubwa kama hii. Lakini kwa mfano hata ukiangalia Wizara ya Elimu, nafikiri wamepitishiwa budget inafika bilioni 700 na sina uhakika wa data kamili, lakini haijawahi kutokea katika maisha yetu yote katika awamu zote zilizopita. Kwa hivyo tuna imani kubwa na bajeti hii kwamba itaweza kukizi mambo mbalimbali, itaweza kuakisi katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu yenyewe kama ulivyoona, lakini vile vile na sekta nyingine za afya, kwa sababu kazi tayari zimeshafanyika na ni mwendelezo tu kwa kweli wa kuweza kuhakikisha kwamba tunayakamilisha yale ambayo tayari mheshimiwa ameshaanza, kwa sababu kama unavyoona hakuna sekta ambayo mheshimiwa hajaigusa. Ukisema mawasiliano, mabarabara, yani kuna kilomita za ziada zimezidishwa ambazo zitaingizwa katika bajeti hii, japokuwa sasa hivi pia kazi inaendelea. Kwa hivyo sasa hivi tunasema bajeti hii inaenda kuwekeza nguvu zaidi katika yale ambayo Mheshimiwa Rais tayari ameshayadhamiria, na tunaamini bajeti hii kupita kwake kwamba ndani ya mwaka unaofuata, mwaka 2025-26, mwaka wa kibajeti, basi kuna yale mazuri ambayo mwenyewe anasema yajayo ni neema zaidi. Kwa hivyo wananchi wawe tayari kuzitumia hizi fursa, na mimi waase wananchi hususan ambao tunaishi hapa Zanzibar. Kama utaona kuna ujenzi mbalimbali unaendelea, na mimi inaniumiza kuona sisi wenyewe Wazanzibari hususan vijana ambao pengine hatuna shughuli za kufanya, tunajeka nyuma katika ile miradi, badala yake wanatoka watu mbali, japo kuwa ni Watanzania wenzetu, lakini unasema sadaka inaanza nyumbani. Kwa hivyo watu badala ya kukaa maskani na vijiweni, ni vyema wanapoona fursa kama hizi za kimaendeleo na za ujenzi mbalimbali na ukarabati, na ni miongoni mwa ile njia ya kuweza kufikia kama zile ajira 300,000 ambavyo kwa kiasi kikubwa serikali kupitia ilani ya uchaguzi kama ilivyoahidi imeweza kufikia. Kwa hivyo unaposema ajira 300,000 haikuwa na maana tu kila mtu aingie serikalini. Kwa hivyo kuna zile shughuli ambazo sizo rasmi, lakini ni ajira ambazo zinawafanya watu kupata matumizi, na baada ya kupata wao matumizi kuna ile multiplier effect kwamba yeye anapopata anamsaidia mwenzake kama na familia na wengineo kuweza. Kwa hivyo hizi ni ajira kama zilivyokuwa ni ajira nyingine. Kwa hivyo mtu asipoona kama hajapata ajira serikalini kwamba na yeye ameachwa nyuma. Kwa hivyo ajira zimemwagika kwa kiasi kikubwa sana sasa, lakini kibaya ni kwamba sisi vijana tunasema tunakaa maskani tunasubiri tupewe. Mimi niwaambie watu kwamba fursa zinatafutwa, fursa zinaendewa. Huwezi tu kukaa kitandani ukasema kwa hivyo hata ndege wanapoamka asubuhi hawakai kwenye viota vyao, yani wanatoka pale wanaenda kutafuta na wanarudi wameshiba kabisa. Kwa hivyo na sisi tuwe katika mfumo huu, tunapoona fursa mtu pengine aidha kwa kufanya kazi au kuwaomba wawakilishi, lakini hata zile kampuni husika, sio lazima uombe. Wakati mwingine wewe mwenyewe unafanya jitihada, unaenda kwenye mradi husika, na mimi nina ujuzi fulani, lakini na vile vile kutumia fursa hii kwa sababu tayari serikali imewekeza sana. Kwa hivyo mimi nasema katika kila mkoa kwamba kuna hivi vyuo vya amali. Ukienda kule Makunduchi kipo, ukienda kwa mkoa Kusini, ukienda kule kaskazini Mkokotoni kipo, ukija hapa mjini ndio vimejaa, Karume hapo, Kwerekwe na Pemba vile vile vipo vituo kama hivyo. Kwanza tutumie fursa kama hizo, kwa sababu si kila mtu atakuwa anavaa tai.
Tukisema sote tunakuwa makapteni kwa mfano au mapilot, hakuna ambaye ataweza kuwahudumia abiria. Kwa hivyo sote kila mtu anacho kile ambacho ataweza kukifanya, ataweza kukusaidia katika ujenzi wa nchi, lakini katika kujenga nchi yetu. Kwa hivyo kila mtu afanye vile anavyoweza. Sasa kama mtu hana ujuzi, basi tutumie hizi fursa kuweza kujiendeleza kwa ujuzi mbalimbali. Mtu ujuzi wa miezi mitatu tu unaweza ukakufanya wewe uwe fundi mzuri au uweze kupata ujuzi wa kuweza kujiendeleza vizuri. Kwa hivyo tutumie hizi fursa kwa sababu zipo na zitaendelea, kama mwenyewe Mheshimiwa Rais anasema yajayo ni neema zaidi. Yajayo ni neema zaidi. Wakati serikali ya awamu ya 8 inaingia madarakani, moja ya vipaumbele ambavyo ilikwenda navyo ni uchumi wa bluu, lakini sekta ya utalii pamoja na uwekezaji. Na jana wakati Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anazungumza kwenye hotuba yake, labda uliona hatua gani ambazo alizipendekeza kwenye sekta hizi tatu, sekta ya uchumi wa bluu, lakini sekta ya utalii pamoja na sekta ya uwekezaji, ili kuikuza Zanzibar zaidi kwenye maendeleo? Ndio. Sekta ya uchumi wa bluu ni jambo muhimu ambalo hapo hata kwenye ilani ya uchaguzi mwaka 2020 na 2025 limeandikwa kwa upana, lakini vile vile tuna sera pamoja na mkakati wa kuweza kufanikisha haya, na ndio tumeona jambo kubwa ambalo mheshimiwa alianza nalo ni kuanzisha hii wizara ya uchumi wa bluu yenyewe ambayo haikuwepo katika mpangilio, labda haikuwepo katika majina tuseme ya awamu zilizopita. Kwa hivyo kupitia wizara hii tumeona kwamba kumefanyika mambo mengi sana, na kwa sababu uchumi wa bluu sio bahari tu, bahari ni sehemu moja ndani yake, lakini vile vile inaingia masuala ya utalii, lakini vile vile na masuala ya usafirishaji wa anga. Na katika hilo umeona kwamba mpaka hivi sasa tumejenga au tumemaliza ile tunasema terminal 3 ya pale uwanja wa ndege, lakini vile vile kuna juhudi kubwa sana za kuhakikisha tunaifungua Pemba kiuchumi, na tayari naamini mipango inaendelea namna gani ya kuweza kuiboresha airport ya uwanja wa ndege wa Pemba, lakini vile vile tunaendeleza ujenzi wa pale terminal 2 ambayo ipo pale uwanja wa ndege, kuiboresha zaidi kuweza kwa hivyo umeona mpaka kuna mashirika mbalimbali ya ndege ambayo yamekuwa yanakuja nafunga mkataba na kuweza kufanya kazi na serikali ya Zanzibar. Kuna ndege ambazo hazikuwahi kuja before, lakini hata hivi karibuni wenzetu wameenda hija. Tumefanya mashirikiano serikali kupitia ubalozi na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuweza kuleta hata ndege ya Saudi Arabia Airlines kuweza kuwachukua mahujaji. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika katika sekta ya anga, lakini katika uchumi wa bluu vile vile katika masuala ya usafirishaji serikali ina mpango na tayari inatekeleza mpango wa kununua boti zenyewe za ziada za kuweza kusafirisha abiria kutoka hapa ndani, ambazo zitakuwa ni speedboat mbali na ile ambayo Mapinduzi tulikuwa tumeizoea. Lakini kupitia hivyo kwa kiasi kikubwa wananchi, kwa sababu ni uwezeshaji kama wanavyosema, wananchi wamewezeshwa kupitia upatikanaji au upewaji, naweza kusema wengi wananchi wamewezeshwa katika masuala ya kilimo, haya masuala ya mwani, na kuweza kwamba kuongezewa value addition yale masuala ya mwani, kuona namna gani wanaweza kupata pato zuri. Lakini mpaka sasa kuna viwanda ambavyo vipo, vingine vinafanya kazi na vingine vinaendelea, vya usarifu wa mazao viko hapa Zanzibar na vingine kule Pemba. Lakini vile vile kama unavyoona kwamba wananchi wamepatiwa hata zile boti za kisasa kabisa kwa ajili ya uvuvi na mambo hayo. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa tumefanya makubwa sana katika sekta hiyo. Sawa. Mwanzo wa mazungumzo yetu wakati tunazungumza tarehe 22 ulizungumza kwamba majimboni mambo alikuwa ni mengi sana, wawakilishi wakiamini kwamba kesho sio mwakilishi tena. Utaratibu linapovunjwa baraza la wakilishi, mjumbe wa baraza la wakilishi, na maana ile nyazifa yake wakilishi inakuwa imekoma, ama anaendelea kwa muda gani? Kama anaendelea ni kwa muda gani anaendelea kubaki kuwa mwakilishi baada ya baraza kuvunjwa? Hapana, inapovunjwa baraza, yani tarehe ambayo mwenyewe Mheshimiwa Rais amesha declare kwamba leo tunavunja baraza, kama ibara ya katiba inavyomwelekeza, tayari pale mwakilishi anakuwa
ameshamaliza muda wake. Kwa hivyo akiwa amekamilisha, kuna vitu vingi, aidha zile stahiki kama unavyofahamu, kuna stahiki za mwakilishi, maposho na mishahara, kwa hivyo pale yanakatika. Lakini vile vile hawezi kuwa na ile title kwamba yeye ni mwakilishi. Kwa hivyo atabaki tu alikuwa ni mheshimiwa mwakilishi, tutaendelea kumuita, lakini katika uwajibikaji sasa anaondoka katika yale madaraka. Kwa hivyo manake tayari anakuwa ni mtu wa kawaida. Aidha tunaweza kumuita mwakilishi mstaafu au vinginevyo, otherwise arudi tena kwenye baraza, ndio tutasema sasa ni mwakilishi. Sawa. Kwa hivyo hata zile unajua kwenye kamati kuna na kamati maalum za ustawi wa jamii, kamati za bajeti, zote zile kila kitu kinakatika. Kwenye upande wa ahadi ambazo umezungumza kwamba walikuwa mbioni kukamilisha zile ahadi, imetokea sasa kwa huu muda wa takriban mwezi mmoja ambao umeongezwa hapa, hakumaliza ahadi ambazo amezitoa kwenye jimbo lake. Mwakilishi huyo anatakiwa kufanya nini? Ama wajumbe nao pia wanatakiwa kufanya nini kwenye hizi ahadi ambazo zimebakia kwa mwakilishi huyo ambaye muda umeisha lakini hajazitekeleza ahadi hizi? Sasa hapo ni maamuzi ya wananchi. Kama unavyofahamu, nchi yetu ni katiba yetu na mikataba ya kimataifa inatupa uhuru sisi kuweza kufanya maamuzi, na ndio maana unaambiwa hata kura ni siri yako. Na ndio maana hata tume ya uchaguzi inapokuwa inafanya uchaguzi pale kwenye ile ballot box, yani kuna ile kijumba kinawekwa maalum kwamba uwe peke yako. Otherwise uwe na mahitaji maalum upate msaidizi, lakini usionekane umemchagua nani, kwa sababu hayo ni maamuzi yako. Kwa hivyo tuseme kwamba sisi wananchi ndio wenye maamuzi. Katiba imesema kwamba wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na rais kwamba watakaa kwa muda wa miaka 5. Sisi sasa baada ya miaka hiyo 5 tunatakiwa tu evaluate, yani tufanye tathmini. Je, huyu mjumbe tuliomchagua mwaka 2020 kuingia ndani ya baraza kuliwakilisha jimbo fulani, je, ametuwakilisha vizuri? Je, ametatua shida zetu? Je, zile ahadi ambazo amezisema amezitekeleza? Kwa hivyo ukiona kwamba kuna utofauti na wa jambo hilo na wamejitokeza wengine ambao wanania kuweza kuleta maendeleo, kwa hivyo ni vyema sasa wewe ukafanya maamuzi sahihi. Kwa hivyo tusifate mkumbo kwamba tunamhitaji fulani. Mwananchi wewe kama wewe, angalia, fanya tathmini. Je, huyu alipokuwa madarakani alisaidia kutatua shida zilizokuwepo jimboni, bali alitekeleza, alitumia ule mfuko wa jimbo vizuri? Yote ni mambo ya kuweza kuangalia. Sio kwamba mwananchi sasa hivi kwamba ni muda wa karibu na kufanya uchaguzi na uteuzi wa ndani wa wajumbe mbalimbali, ndio sasa unakuta wajumbe wamerudi majimboni mwao. Muda wote wa miaka 4.5 huwakuti katika majimbo. Kwa hivyo mwananchi sasa anatakiwa aangalie, na ndo maana katiba imempa fursa hiyo. Otherwise tungewaachia wajumbe wakae miaka 10-15, lakini inakuja hivi kwa sababu sasa ni wakati wa tathmini. Hawa ambao tumewatuma mara ya kwanza, je, wametuwakilisha vizuri? Wabunge na madiwani na wengine wote ambao wanaingia katika safu ya uchaguzi. Kwa hivyo sisi wananchi sasa ndo tuangalie, na kwa mwakilishi atumie hii fursa vizuri, aitumie kuweza kuziba viraka, atumie kuweza kuwa karibu na wananchi wake, atumie kuona kwa namna gani kwamba ataweza, kwa sababu naamini hakuna mwakilishi ambaye hataki kutetea kiti chake. Kila mwakilishi ukimuuliza anataka kutetea kiti chake, kwa sababu ni nafasi ambayo ni nzuri katika njia ya kuwatumikia wananchi. Lakini vile vile sio yeye tu, wapo watu nje. Katiba pamoja na miongozo na kanuni na ruhusu kwamba watu ambao hawapo katika ile nafasi kuweza kuomba. Lakini vile vile si kwa vyama, vile vile Chama cha Mapinduzi kina mlango huo, japokuwa Chama cha Mapinduzi tayari kimeshampitisha katika mkutano mkuu mgombea Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa marais, kuwa ni wenye, yani kuwa wagombea wa urais. Lakini kwa upande wa udiwani, kwa upande wa ubunge, kwa upande wa uwakilishi bado fursa ipo. Kwa hivyo yule ambaye anahisi anaweza kutetea ile nafasi, au akaona kwa njia moja ama nyingine yule mbunge au mwakilishi au diwani ambaye alikuwepo hakufanya vizuri, na yeye bado anahitaji kutoa mchango, au anahisi akikaa nafasi ile anaweza kutoa mchango mzuri, basi atumie fursa hii. Na nafikiri kwa baadhi ya vyama tayari huu mchakato unaendelea, na vile vile
akitumia fursa hiyo ambayo kikatiba inamruhusu, as long anakizi vile vigezo, anakizi umri, na kwa sababu hakuna kigezo kikubwa zaidi katika uombeaji wa ubunge zaidi ya kujua kusoma na kuandika na kutimiza angalau umri wa miaka 18. Kwa hivyo akikizi vigezo hivi na anahisi anaweza kusaidia katika jamii yake, basi afanye. Lakini wale wawakilishi au wabunge ambao sasa hivi wapo katika muda huu wa kumalizia, kwa sababu na wabunge linatarajiwa kufungwa na Mheshimiwa Rais tarehe 27 kesho kutwa. Kwa hivyo na wao watumie fursa hii vizuri, kuona kwamba wanaweka vizuri mambo yao na kuona kwa namna gani wanaweza karudi tena kutetea viti vyao. Sawa. Kwenye kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na rushwa ZAECA wamekuwa wakitoa elimu mara kwa mara, lakini tunapomwangalia mwakilishi ambaye muda umeisha, bado kuna ahadi ambazo wananchi wanamdai. Iwapo atazitekeleza ahadi zile na huku muda wa yeye kuitwa mwakilishi umeisha, kanuni, miongozo ama katiba itamtafsiri vipi mwakilishi wa aina hii ambaye anatekeleza ahadi ilhali kwamba muda wa baraza umeisha? Na mwanzoni tumezungumza kwamba atabaki kama mjumbe wa kawaida, sio mwakilishi tena. Wakati huo ambapo ataamua sasa kuzitekeleza muda ukiwa umeisha, kanuni na miongozo itamtafsiri vipi mgombea huyu ambaye muda wake umekamilika, ili wananchi wasiingie kwenye mashaka ya kupokea rushwa? Asante sana. Yaani tafsiri ya rushwa iko wazi sana, yaani katika utoaji, kwa sababu rushwa, bahati mbaya sana, mtoaji na mpokeaji rushwa wote anakuwa anaingia kwenye makosa. Lakini utoaji wa huduma katika ile njia ambayo ilikuwa si halali, obviously hiyo ni rushwa, hususan katika masuala ya kupeana fedha au kuchukua fedha. Sasa kwa kawaida swala la kutimiza ahadi inategemea na ahadi, kwa sababu kama unavyosema, inapokuwa tayari bunge au baraza limehairishwa, kuna vitu vinakatika, ikiwemo kwa mfano mwakilishi anakuwa na ule mfuko wa jimbo. Lakini pamoja na mbunge wana mfuko wa jimbo kuweza kusaidia. Kwa hivyo pale hawezi kutumia, kama alikuwa ameahidi kwamba kupitia mfuko wa jimbo mimi nitajenga labda ukuta katika skuli fulani. Sasa pale hawezi. Lakini ikiwa yeye binafsi, kwa sababu ni muda mzuri, unajua wawakilishi wanapotoka au wabunge wenyewe tunaposema wanastaafu, kuna posho maalum pia la kustaafu. Kwa hivyo na lile linasaidia sana kwa wawakilishi, kwa sababu unajua innal ahda kana masula, wanasema ahadi zinaulizwa. Sasa ikiwa mwakilishi atatekeleza ahadi, as long kwamba ile ahadi ni ya kawaida tu, haipo katika utaratibu labda na kanuni za kibaraza, si jambo baya, kwa sababu ni jambo, unajua hata mimi naweza kusaidia skuli fulani labda kupelekea kompyuta au laptop ikiwa na huo uwezo. Na napokuwa sina, naweza kusema kwamba sikuwa nayo, lakini pale anaona nimeshamaliza, lakini niliahidi kitu fulani. Kwa hivyo katiba wala kanuni hazimkatazi kuweza kutekeleza jambo hilo, kwa sababu yeye ameahidi, na hata kama labda hatopata akaendeleza, kwa sababu zile ni ahadi, hazihusiani manake moja kwa moja labda na pengine utekelezaji wa ilani. Mshaona, japo kuwa kila mwakilishi na mbunge anakuwa ana pengine na mkakati wake wenyewe utekelezaji katika jimbo husika. Kwa hivyo akiahidi kwamba vijana nitawezesha kuwapeleka mafunzo au nitawezesha kuwasomesha, yeye ameshamaliza muda wake, lakini bado wale vijana anawasomesha pengine vyuo vikuu, ataendelea kuwasaidia, kwa sababu ile ni ahadi ambayo amechukua yeye kama binafsi wakati anagombea ile nafasi. Kwa hivyo ahadi waheshimiwa wazitekeleze, kwa sababu ni katika njia ya kusaidia maendeleo. Na mimi naamini kama unajua wawakilishi au wabunge mara nyingi wanaenda kule nyumbani kwao. Inawezekana mtu akai pale kwa muda huu, anakaa pengine Uingereza na nini, au anakaa mbali kabisa, anarudi kwa sababu mimi nataka nikasaidie sehemu ambayo nimekulia. Labda kwa mfano Kembe Samaki, kwa sababu nimekulia Kembe Samaki, japokuwa nilihamisha makazi yangu Dar es Salaam, na mimi kule ni mkazi halali wa kule, nimeandikishwa kule, basi
anaweza kufanya hivyo, kwa maana yeye anakuja kusaidia. Kwa hivyo ukomo wa kusaidia ni mkubwa, na kama unavyojua dini zetu na utamaduni wetu unatufundisha sana kuweza kusaidiana katika mambo mbalimbali, kwa sababu unapomsaidia mtu na Mwenyezi Mungu na wewe anakusaidia. Kwa maana tunaposaidia na sisi pia tunajisaidia katika njia nyingine. Kwa hivyo ni vizuri kutumia fursa hii waweze kutekeleza ahadi ambazo wamezifanya, na hakuna ubaya na hakuna kanuni wala kipengele ambacho kinamkataza kuweza kufanya, as long kwamba hakikiuki labda taratibu na zile tuseme miongozo ambayo ipo. Sawa. Awali wakati tunazungumzia namna hotuba ama tukio kubwa lililofanyika jana la hotuba ya kufunga ama kuahirisha baraza ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ulituambia ni tukio la kihistoria, ni tukio la upekee. Ni tofauti gani ambao tunaiona kwenye hotuba ya jana labda na hotuba ambazo zimepita, kwa yule ambaye pengine imekuwa ndo hotuba yake ya kwanza kufuatilia Baraza la Wawakilishi jana? Tofauti ipi ambayo tunaiona hapa kwenye hotuba ya jana ya Mheshimiwa Rais na zile ambazo zimepita kabla yake? Asante. Mimi kikubwa nilichokiona pale ukumbini, kwanza ilikuwa ni hotuba ya kileo ambayo naamini katika uhai wangu sijawahi kuona kwamba Mheshimiwa Rais anatoa hotuba hakamati karatasi. Yani pale kulikuwa kuna screen mbili zinamuongoza. Utamuona tu anatoa kichwani, kumbe hatoi kichwani, anaangalia screen ya upande wa kulia inasema vipi. Ni kama vile nyinyi mnavyosoma habari, yani si muda wote ambao mnakamata karatasi, kuna screen maalum. Kwa hivyo ilikuwa kwa sababu, kwa nini? Kwa sababu tupo katika digital revolution, yani tupo katika maendeleo ya kidijitali. Na kama unavyojua Mheshimiwa Rais amefanya makubwa sana katika kuboresha mifumo ambayo pia imesababisha kuongezeka kwa kodi, ukusanyaji, lakini vile vile kufanya mifumo yetu hii mpaka sasa hivi hakuna mtu, japo kwa tunasema tumeua zile barua za tunaita matarishi, lakini sasa hivi barua inayotaka kufika pengine wizara fulani kutoka Wizara ya Habari ni kitendo cha sekunde 2 tu kuituma kutumia e-government au kutumia e-office ambayo sasa hivi serikali inafanya kazi, lakini na mambo mengine. Kwa hivyo sasa pale Mheshimiwa kwanza alitoa hotuba kwa mfumo huo, kwa maana ni mfumo wa kileo ambapo alikuwa anaangalia screen, ambapo hili sijawahi kuliona katika uhai wangu na katika uhai wa baraza katika awamu zilizopita. Lakini vile vile the way ilivyopokelewa ile hotuba, kwa mara ya kwanza umeona kwamba yani waheshimiwa kabla ya hotuba kumaliza wanasimama wao. Unajua kuna kitu kinaitwa standing ovation, yani mtu anasimama kupongeza ile hotuba. Hata Mheshimiwa Rais haja, na ilibidi wakati mmoja Mheshimiwa asimame kwanza baada ya wajumbe wote kusimama na kumpongeza kwa ile hotuba ilivyokuwa imewagusa. Lakini vile vile the way na watu mbalimbali mashuhuri pamoja na viongozi wa kidiplomasia, mabalozi, wakuu wa vyombo vya usalama, pamoja na wakurugenzi labda na makatibu na viongozi wakuu wa serikali walikuwepo pale, kiasi ambacho ule ukumbi wa wageni ulikuwa hautoshi. Ilibidi baraza sasa litafute njia mbadala ya baadhi ya watu kuweka sehemu nyingine ili waweze kufuatilia. Kwa hivyo ilikuwa na haiba ya aina yake, ilikuwa na upekee, na tumeshuhudia pia pale hata viongozi wastaafu akiwemo Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Amani Abeid Karume akiwepo pale pamoja na mke wake kuhudhuria tukio lile muhimu sana. Na baadaye waheshimiwa wakapata fursa ya kuweza kupiga picha za pamoja, na unajua pale kulikuwa kuna viongozi wakuu, mwanasheria mkuu na jaji mkuu na watu wote, tunaweza kusema serikali nzima ilikuwepo pale, na mheshimiwa kuweza kupata picha mbalimbali za kumbukumbu na nini. Kwa hivyo ilikuwa ni hotuba ya aina yake ambapo Mheshimiwa Rais alitumia takriban saa 1.25 kuweza kuisoma hotuba ile, na watu wote wakati ilikuwa ni kama vile wamemwagiwa maji kuweza kukaa, na lakini hawakuacha kupiga makofi kila sekunde. Kila baada ya muda
mpaka mimi nikanamuuliza mwenzangu pale, hawa waheshimiwa hawaumii mikono, maana mikono ilikuwa meza zilikuwa zinapigwa kwa wingi sana. Sawa. Tuangalie sasa kwenye upande wa utunzaji wa amani. Rais wa Zanzibar amekuwa ni mhubiri mzuri sana wa amani. Mara kadhaa anaposhiriki kwenye ibada zile za Ijumaa na maeneo mengine mbalimbali huwa anazungumza sana swala hili la amani. Katika hotuba yake ya jana kwenye kuwaaga wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, alitumia vipi nafasi yake kwenye kuwahamasisha wajumbe hawa amani wakati huu tukielekea kwenye uchaguzi pamoja na serikali ile ya umoja wa kitaifa? Sawa. Kama unavyojua, amani ndiyo, kama tulivyosema awali kabisa, ndiyo jambo ambalo linatufanya sisi serikali yetu kuweza kuendelea kufanya shughuli mbalimbali. Lakini vile vile kupitia hili ndo watu wanaenda makazini na watu wanakwenda masokoni na shughuli zinaendelea. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mwenyewe rais alisema hakuliacha, yani hakuacha tangia anaanza vile uteuzi tu wa kuwa mjumbe, yani na wakati anateuliwa na chama chake kuanza kulihubiri. Na wakati wa uzinduzi wa baraza hili tarehe 11 Novemba 2020, lakini tumeshuhudia kwamba katika ziara zake kila anasema yeye hakuacha fursa yoyote aliyoipata ambayo kuna mkusanyiko wa watu, kwa maneno yake, kuweza kuhubiri jambo, kwa sababu obviously ni kitu ambacho kinatufanya sisi tuishi, kinatufanya sisi tuendelee kuvuta pumzi, kinatufanya sisi tutembee kwa usalama na amani wakati tuko majiani. Kwa hivyo mheshimiwa aliwaasa wajumbe lakini na wananchi, kwa sababu tunaelekea katika huu uchaguzi mkuu, na unajua kwamba nchi nyingi experience inaonesha inapokuwa tunaelekea katika uchaguzi, kwa hivyo kuna mambo mengi yanafanyika. Aidha kuna watu wasiotakia mema nchi, au kuna watu wanakusudia tu maksudi. Kwa hivyo yeye hakuacha kuhubiri kuwa na amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi, na kuona kwamba kupitia hivi kwamba serikali itaendelea kufanya mazuri, lakini vile vile kwamba kusema kwamba serikali yetu imejipanga katika kudhibiti yani vitendo vyote ambavyo vinapelekea uhalifu. Kwa hivyo watu wawe alert na hilo. Watu, serikali kupitia vyombo vya ulinzi vya usalama wako tayari kukabiliana na hali yoyote ambayo itakuwa itaathirisha kuweza kudumisha na kuendelea kwa amani nchi yetu. Shukran sana ndugu Rashid Mohamed Rashid, ambaye ni mchambuzi wa masuala haya ya kijamii. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi wako ambao umetupatia hapa wa hotuba ya Mheshimiwa Rais. Umetia nia? Nafikiri ni bado, lakini nitaendelea kufikiria. Sawa. Mtazamaji wa shirika la utangazaji ZBC, kumbuka haya ni matangazo ya Dira na kujia moja kwa moja, na tulikuwa naye hapa mchambuzi wa masuala ya kijamii ndugu Rashid Mohamed Rashid, ambaye tumejadili kwa kina mada yetu ya siku hii leo. Na kufikia hapa hatuna tena la ziada muda huu. Mimi ni Ali Mwaita, kwenye upande wa lugha alama la shirikiana vyema na Zulekha Suleiman, tukiongozwa na Sada Janabi. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, tukutakie mchana mwema.